Hello, karibu kwenye channel yako ya Gnosticos ambayo inachunguza na kuchambua kwa kina mambo yaliyojificha nyuma ya sayansi, mythology pamoja na imani. Leo tutazungumza kuhusu uumbaji wa Adam na Hawa au Adam and Eve. Tunapozungumza kuhusiana na uumbaji wa Adam na Hawa, je, tunaelewa kwa kina? Na je, tunaelewa kwa miono tofauti? Tukiachana mbali na dini ya Kikristo na Kiislamu, je, tunaelewa vipi kuhusu dini kama Buddha, Hindu, Hinduism inaelezeaje kuhusiana na uumbaji wa Adam na Hawa? Kianza na dini ya Judaism kule kusini mwa Mesopotamia pamoja na Ancient Sumerian zinaongea tofauti kuhusu uumbaji wa Adam na Hawa. Uumbaji wa Adam na Hawa kwenye Sumerian text, nyaraka za Wasamaria, linasema kwamba wanadamu hakuumbwa na Mungu mmoja kama tunavyoelewa sisi tunaposoma kwa Wakristo kwenye Biblia zetu na Waislamu kwenye Qur'an. Hakuumbwa na Mungu mmoja, ila lilikuwa ni kundi la viumbe wengi waliotumika kumuumba mwanadamu, na hii ni baada ya hawa Elohim. Tunaposoma kule kwenye Judaism kwamba Elohim walipochoka kufanya kazi kwa muda mrefu, wakaamua kutengeneza au kuumba mashine ambayo ingewasaidia kufanya kazi mbadala wao. Na ndio maana ukienda kwenye kusini mwa Mesopotamia na Ancient Sumerian inaonyesha kwamba Elohim akamuumba mwanadamu kwa kutumia DNA zao, vinasaba vyao, ikimaanisha vinasaba vya watu watano kutoka kwa Yigis na vinasaba vya watu watano kutoka kwa Anunnaki. Kwa hiyo ili kundi la hawa viumbe Yigis na Anunnaki kwa pamoja, wao ndio Elohim ambao sisi tunaelewa kama Mungu. Kwa hiyo tunaposema Mungu kuhusiana na uumbaji wa Adam na Hawa, kienda kule Judaism na Ancient Sumerian kusini mwa Mesopotamia, wanaelewa kwamba ni Yigis na Anunnaki ndio walitumia vinasaba vyao kumuumba mwanadamu au mashine ya kufanyia kazi mbadala wao, baada ya wao kuchoka kufanya kazi. Na hii kazi ilikuwa ni kazi ya kukusanya dhahabu zilizokuwa hapa duniani na kupeleka Nibiru kwa ajili ya kusaidia sayari ya Nibiru isimonyoke. Kwa nini waliamua kuwaumba watu ili wakusanye dhahabu na kupeleka Nibiru? Hii kazi walifanya zaidi ya miaka milioni 20 mpaka miaka 200,000 mapema sana baada ya wao kuja hapa duniani wakiwa wanafanya kazi ya uchimbaji dhahabu. Story yote hii tunaipata kwenye kitabu kinachojulikana kama The Lost Book of Enkidu and Enlil. Unaposoma The Lost Book of Enkidu and Enlil unajua kabisa kwamba hawa ni baada ya kuchoka ndipo walipoweka uamuzi wa kumuumba mwanadamu. Lakini tunaposoma kwenye Biblia naambiwa mwanadamu alipewa kazi ya kuitunza bustani, ailime na mambo hayo mengine. Sasa tukiendelea katika Ancient Sumerian zinatuonyesha kabisa kuwa hawa Anunnaki baada ya kumuumba mwanadamu, swali linakuja kuwa hivi: je, Adam na Hawa ndio watu wa kwanza kuwepo duniani? Walikuwa wao wenyewe? Hapana. Tunaposoma katika kitabu cha The Lost Book of Enkidu and Enlil na kitabu kinachojulikana kama The Gods of Eden, Gods of Eden, inaelezea kwamba kabla ya mwanadamu kuumbwa na kuletwa Eden, kulikuwa kuna viumbe tayari viko Eden kinachojulikana kama Ancient. Ancient ni viumbe ambao vilikuwa vikiishi Eden, na watu wengi huwa tunafahamu kuhusu Adam na Eve kwa sababu walikuwa yuko makao makuu, kwa sababu hawa viumbe walipokuja katika dunia mara ya kwanza walifikia hapo, walipofika walipaita Eden na wakaweka mfano wa ikulu yao inavyofanana kule Nibiru. Kwa hiyo ndio maana watu wengi wanajua historia ya Adam na Hawa, lakini walikuwepo
wanadamu wengi zaidi ya Adam na Hawa. Na ndio maana ukisoma Mwanzo sura ya 5 mstari wa kwanza anasema hapo mwanzo Mungu aliwaumba mwanaume na mwanamke, wote akawaita Adamu. Kwa hiyo hawakuwa mmoja, ina Adamu walikuwa wengi, lilikuwa ni jina lao wote. Sasa kiendelea katika huu uumbaji wa hawa Adam na Hawa, Adam na Hawa kuna sehemu waliumbwa ndio wakaletwa Eden. Walipoumbwa panaitwa Abzu. Abzu ni kusini mwa Afrika, nchi za kusini mwa Afrika ndio Abzu. Baada ya hapo ndio akachukuliwa na kuletwa mashariki, mashariki ya mbali ambako sisi tunapojua leo kama Eden. Sasa neno Eden ni kwa Kiingereza, lakini unapozungumza kuhusiana na kusini mwa Mesopotamia na ancient Sumerian, wana neno linaloitwa Eden, E-D-I-N. Sasa umenisikia nikisema kwamba hawa viumbe Anunnaki waliumba wanadamu, Adam na Hawa walikuwa wengi. Limekuwa ni swali la kujiuliza, waliwezaje kuwa wengi? Iko hivi, hawa Anunnaki, tunaposoma Bundle of Anunnaki ambao ni nyaraka halisi kabisa za Anunnaki, zinasema kwamba kundi la Anunnaki 300, namaanisha Ea Enki na ndugu zake na viumbe wengine kama Igigis walikuwa ndani yake. Walitoka kule Mars kwa sababu walifika kwenye sayari nyingi tofauti na hii dunia kabla ya kufika dunia. Walitoka kule Mars, kwa hiyo walipokuja katika dunia yetu walipokuwa wako takriban 300 wakiongozwa na Ea Enki, mungu wa uumbaji na mwita Lord of Creation. Sasa huyu Ea Enki aliwagawa katika makundi 7 au ardhi 7, ambao kuna Sipra, kuna Kish, kuna Kutha, kuna Shurpak, kuna Uruk, kuna Isin, kuna Iridu ambako makao yake yalikuwa ni Nodi, na huko Nodi makao makuu ya Iridu ndipo alipokuwa anakaa huyu Ea Enki. Sasa tukiangalia maisha ya Adam na Hawa wakiwa wako Eden, ukumbuke nilisema hawakuumbiwa Eden, waliumbwa wakiwa katika ardhi ya Abzu kusini mwa Afrika ya leo, na baadaye wakaletwa Eden, mashariki ya kati. Tunazungumza mashariki ya kati. Sasa tunaposema kuhusiana na maisha, tukiangalia maisha ya Adam na Hawa Eden, kila mtu tunajua kwamba Adam na Hawa walikaa Eden, na kila mtu anajua kwamba Adam na Hawa walitenda dhambi kwa mujibu sasa wa Biblia na vitabu vingine vya dini ya Kiislamu, ndio kwamba walitenda dhambi na baada ya hapo wakafukuzwa kutoka Eden. Lakini tunaposoma vizuri kwenye kitabu cha The Lost Book of Ancient Enlil, kinafafanua kwa kina zaidi kwamba ni dhambi gani walifanya. Hii sio kutokana na Biblia, hii sio kutokana na Qur'an, hapana. Sasa watu huwa wanajiuliza ni dhambi gani Adam na Hawa walifanya. Adam na Hawa tunaposoma kwenye The Lost Book of Ancient Enlil, na pia tunaposoma kwenye kitabu kinachojulikana kama The Gods of Eden. The Gods of Eden inaelezea kuwa Adam na Hawa dhambi waliofanya haielezi kuwa ni dhambi. Wao wanaeleza ni kwamba walipewa maarifa yaliyokuwa tofauti na yao. Kwenye Biblia tunasikia kwamba walikula tunda la mti wa katikati, wale wanaosoma Biblia, lakini pia tunatakiwa kujua Biblia kiundani. Naposema Biblia kiundani, kuna kitu kinaitwa Biblios Heliotek. Biblios inamaanisha story, Helios ni kujifunza. Sasa hii ni story ambayo mtu anajifunza.
Kwa hiyo tunapoona neno fruit kwenye Biblia, fruit sio tunda, sio tunda kama kula tunda unavyojua wewe kwenye akili yako. Kula tunda labda alichukua ni apple, akachukua ni hivi. Watu wamesema mambo mengi, watu wamesema kila wanachojua, lakini ukiwaambia kutokana na reference ipi, hawana cha kukujibu. Sasa hii kitabu cha The Lost Book of Hank and Enlil pamoja na The Gardens of Eden inaeleza wazi kwamba hawa watu walipewa ufahamu. Fruit inamaanisha knowledge, ufahamu. Kwa unapoona tree kwenye Biblia sio mti kama unavyouona. Wanasema Biblia iko katika mfumo wa namba, numerology and methodology. Sasa Biblia hatuisomi kama tunavyoisoma kwa tafsiri tunavyoisoma, haiko hivyo. Kwa hiyo tukiangalia kwamba hili neno fruit ni ufahamu. Kwa hiyo walipewa ufahamu. Tunajua kwamba ni ufahamu wa ujuzi wa mema na mabaya, lakini kilichotokea ni kwamba walipewa ufahamu wa kufanya vitu kama Anunnaki, kama miungu ambao kwa umoja wao wameamua kujiita Mungu Elohim walipokuwa wakifanya. Sasa ni nani aliwafundisha au kuwapa maarifa kuwa kama wao Anunnaki? Kwa sababu tunachotakiwa kuelewa ni kwamba mtu aliumbwa kwa sura na mfano. Kumbuka Mungu alisema na tumfanye mtu kwa sura na mfano. Kwa lugha ya rahisi zaidi ya The Lost Book of Hank and Enlil kwamba ilikuwa kama sisi tunalala, huyo mtu anatakiwa kulala. Kama sisi tunakula, huyo mtu anatakiwa kula. Kama sisi tunachoka, basi huyo mtu anatakiwa kuchoka. Ndio maana sura la mfano. Hiyo haitokani na Biblia. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha The Lost Book of Hank and Enlil. Sasa aliyowafundisha maarifa haya, huyu ndo mtu wa msingi sana napaswa kumjua. Anaitwa Lord Ea Enki. Lord Ea Enki, kwenye Biblia zetu tunaona nyoka anaenda kumshawishi Eva habari ya kula tunda. Ukumbuke nilishasema fruit is knowledge, tunda ni ufahamu. Huyu nyoka aliyowapa ili tunda ndo huyo anaitwa Ea Enki. Sasa nyoka ni nini? Hicho ndio kitu cha msingi sana. Nyoka ni nembo ambayo walikuwa wanatumia brotherhood, wana ndugu ambao wanajiita brotherhood snake au brotherhood serpent. Hii ipo katika kitabu kinachojulikana kama The Gardens of Eden. Sasa brotherhood snake au brotherhood serpent ndio walikuwa wakiongozwa na Ea Enki, na hii brotherhood snake na brotherhood serpent ilitengenezwa makusudi kabisa na Ea Enki kwa ajili ya kuwapa Homo sapiens au binadamu kujitambua na kujielewa, maana alikuwa akiishi kama wanyama na halikuwa lengo lilikuwa ni kwamba wawe kama wao na wao wawe kama wao. Sasa huyu Ea Enki akaja akampa mwanadamu maarifa. Ndio kwa mara ya kwanza tunaona nyoka anatajwa kwenye Biblia. Na nataka nikukumbushe, nyoka huyu alikuja kuonyeshwa tena kwa Musa. Musa alipoambiwa ainue nyoka wa shaba. Unaweza kuona kwamba ni vitu vinaenda kwa kujirudia. Ukipata wasaa kusoma kitabu cha The Gardens of Eden, utakuja kujua kwamba hii logo ya brotherhood serpent iliendelea na kuendelea mpaka kwa mfalme Melkizedeki pamoja na huyu mfalme Suleiman. Sasa huyu Enki umemsikia mara nyingi nikimtaja hapa kama the Lord of the Earth, Mungu wa hii dunia au bwana wa dunia. Huyu Enki ni ndugu na Enlil. Enlil, who is Enlil? Unaposikia habari za Yahweh, Jehova, huyu ni Enlil. Unaposoma katika Biblia za Waebrania unakuja kuona Yahweh anatajwa kama Enlil
unaposoma Ancient Sumerian unakuja kuona Yahweh na Jehova wanatajwa kama Enlil. Ni mtu mmoja anajitaja kwa majina tofauti kutokana na nyakati alizokuwa akiishi. Sasa Ea Enki ni ndugu yake, na wazo la kutengeneza Homo sapiens sapiens au mashine za kuwapokea wao kazi baada ya wao kuchoka baada ya miaka milioni 20 na miaka 200 mapema zaidi walipokuja huku duniani, huyu ndio aliyotoa hili wazo, basi tutengeneze mtu kwa sura na mfano ili afanye kazi zitakazokuwa tulikuwa tukizifanya sisi ili yeye azifanye. Sasa na hii ndiyo sababu kwa mara ya kwanza unasikia Lord of Commander, na maanisha Enlil au Jehova au Yahweh, unasikia anataja kwa mara ya kwanza akisema anamuita ndugu yake Satan or evil. You see, Satan or evil, anamuita ndugu yake shetani au kiumbe kibaya. Anamuita hivyo ni baada ya ndugu yake kuvunja makubaliano ya kumpa mwanadamu, kumfundisha mwanadamu Adam and Eve masuala ya humanity, ubinadamu, kujali kula, kujali kuoga, kujali kufua, kujali kufanya vitu vyote ambavyo leo binadamu unaweza kufanya, na kumfundisha mwanadamu masuala ya spiritual knowledge, jinsi gani anaweza akatetea uhai wake akaishi asife. Hii ndio lilikuwa tatizo, na ndio maana unaona kwa mara ya kwanza Enlil, Lord of Commander, kwa lugha nyingine tunasema God. Kwa hiyo ukumbuke ninavyosema God unamzungumzia Enlil na wenzake wote ambao wao walikuwa wanataka kuendelea kuwatumikisha wanadamu kama slaves. Narudia kusema hii haipo kwenye Biblia, hii ipo kwenye nyaraka za hatima, nyaraka za Ancient Sumerian, ni nyaraka za kale zaidi, zenye miaka zaidi ya 200, na wala sio Biblia wala sio Qur'an. Sasa tunapaswa kujiuliza kwamba baada ya kutenda dhambi ambayo kwenye the book of Gods of Eden tumeona ni tofauti zaidi, haikuwa dhambi, ni ufahamu. Baada ya kupewa ufahamu na Mungu kukasirika kuwafukuza Eden, walienda wapi? Adam na Hawa. Adam na Hawa, ukimuuliza Mkristo au baadhi ya Wakristo na baadhi ya Waislamu wengi hawajui Adam na Hawa au Adam na Eva walienda wapi baada ya kufukuzwa Eden. Sasa hapa sitaki kuzungumza kuhusiana na Biblia walienda wapi, au kuhusiana na Masaf, hapana, au kuhusiana na Qur'an, hapana. Hapa ninazungumza kutokana na The Lost Book of Enlil inasema kwamba walitoka wakaenda mji wa Eridu. Kumbuka nilishasema Ea Enki aligawanya kundi la Anunnaki 300 katika ardhi 7 na makabila 7. Unakumbuka nilizungumza kabila linaloitwa Eridu. Eridu ndio makao makuu ya Enki. Kwa hiyo baada ya kuwapa maarifa ndugu yake alipowafukuza Adam and Eve kwenye Eden, yeye Ea Enki aliwachukua na kuwapeleka Eridu. Makao makuu yake yanaitwa Nodi. Sasa walipokuwa pale Eridu, sasa tukiangalia teknolojia ambazo Adam na Hawa walitumia wakiwa kule Eridu, wakiwa na watoto wao Kain na Abel, tunatakiwa kufahamu kuwa Adam na Hawa ni watu wa kwanza kutoka katika dunia tulionayo na kwenda sayari nyingine kule Nibiru. Hii yote ipo kwenye kitabu cha The Lost Book of Enki and Enlil. Watu wengi tunajiuliza walipata wapi vyakula, walilima nini, vitu walivyovilima vilitoka wapi? Sasa unaposoma The Lost Book of Enki and Enlil kwamba Adam alipoenda kule Nibiru alipewa masharti na Ea Enki kwamba atakapofuka Nibiru asile wala kunywa. Unaona, asile wala kunywa, kwa sababu kama hatakula wala kunywa maana yake ana uwezo wa kufa. Kwa hiyo hataruhusiwa kuendelea kukaa Nibiru, na hii ndio jambo ambalo Ea Enki alimwambia Adam. Kwa hiyo mbegu unazoziona za vyakula watu ambao wanakula leo zilitokea huko. Hii ni kwa mujibu wa The Lost Book of Enki and Enlil. Sasa tukiangalia kuhusiana na Kain and Abel,
watoto wa Adam na Hawa, tunaona kabisa kwamba Kaini alimuua ndugu yake Abeli, lakini kabla ya kumuua, watu wanaposoma Biblia zao wanasema kwamba huyu Kaini na Abeli, mmoja alikuwa analima mazao, mmoja alikuwa anafuga. Lakini kuuliza nani aliwafundisha kufuga, hawezi kuambia, atakwambia labda ni wazazi, wataongea vitu vingi sana. Lakini tunaposoma kwenye The Book of Frank and Enlil inaonyesha wazi kabisa kwamba mtoto wa Enlil, Lord of Commander Yahweh Jehova, alimfundisha Abeli masuala ya ufugaji, anaitwa Ninruta, na mtoto wa Enki ambaye ndiye alimfundisha Kaini masuala ya kilimo, masuala ya kulima mazao yote tunayoona leo na mbegu zote tunazoziona, anaitwa Ninshizda. Ninshizda ndio mtoto wa Enki. Na pia watu wengi kuuliza leo hii kwamba baada ya Kaini kumuua ndugu yake Abeli, Mungu akamweka alama. Kuuliza ni alama gani? Watu wengi wanashindwa kuelewa, lakini tunaposoma Divine Encounters katika sura ya kwanza inaitwa First Encounters, hiyo sura inaelezea kwamba Kaini aliwekwa alama na Mungu, aligawanyishwa akawekwa mstari katikati, kuanzia katika utosi wake kugawanya mwili wake. Alikuwa na rangi mbili tofauti, na hii ni teknolojia ambayo Enki aliitumia. Wiki ijayo tutazungumza kuhusiana na kuzaliwa upya, reincarnation. Tutaona je, watu ni kweli wanazaliwa, wanarudi katika dunia yetu wakiwa katika miili tofauti tofauti, na ni watu wale wale, tabia ni zile zile. Usiache kucomment, kulike, kushare na kusubscribe. Karibu kwenye Gnosticos.